Kwa hiyo sijakosea, leo nimekuja nyumbani. Mheshimiwa mgombea wetu wa urais ambaye anasubiri kuapishwa siku chache zijazo, iliyepo mbele yenu kwa wale ambao hawajanitambua, naitwa Halima. Na kwa bahati njema sana namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia akili timilifu na uoni wa mbele, nikaweza kutoka katika chama cha ACT nilichokuwa na kujiunga na CCM siku ya tarehe 17 mwezi wa 5. Ndugu zangu, baada ya kujiunga na chama cha CCM, mengi yalijiri, lakini kwa sababu unajitambua nini nahitaji ndani ya Zanzibar yangu, sikujali. Tulifika mpaka unasibishwa kuitwa majina ya wanyama. Nilifika mpaka kuitwa mbwa. Hivi ndivyo vilivyo. Lakini pia ndugu zangu wakaniambia nimepanda ndege sio, na nimekuja Madina mji sio, kwa sababu niliwaambia nimetoka Maka nimekuja Madina, na ndugu zangu wa Madina mmenipokea. Kwa sababu siku zote wao katika akili zao ni watu watukufu na watu wa CCM ni watu watukufu. Jambo ambalo ni vice versa, ni tofauti kabisa. Ndani ya CCM kuna watu wenye utu, kazi na utu, tunasonga mbele. Ndugu zangu, naomba niwaambie wapinzani kwamba nimepanda ndege sahihi, sijakosea ndege, tafadhali sana. Na ndege hii inaitwa Mitano Tena, yenye namba ya usajili ZNZ 29/10/2030. Naomba sana kabla ya kufika tarehe 26 wawahi safari hii, wasije kujilaumu, kwani captain wa ndege hii ni captain ambaye ametulia na si mwingine ni Dr. Hussein Ali Hassan. Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ameambatana na makru ambao ni super intelligent wakiongozwa na Comrade Diwa. Kwa hakika safari ya matumaini ya Wazanzibari imekaribia. Kwa hiyo bado fursa ipo, na kuombeni sana mje muungane nasi ili kuja kusherehekea Zanzibar yenye matumaini mapya chini ya uongozi bora wa Dr. Hussein Ali Hassan. Mko tayari vijana? Hebu naomba mniimie kidogo. Tuna imani na Dr. Mwinyi. Kweli, hakika, sema kweli, uongozi wake bora, CCM. Asante, naendelea kidogo. Na mambo mawili naomba niyazungumze kwa haraka ili tuweze kumpisha mgombea wetu aweze kuzungumza na kuweza kuomba kura. Ndugu zangu, kwenye chama kile nilichotoka, siku hizi au wana kauli yao mbiu wanaisema ni mwaka wa kuinusuru Zanzibar. Mimi naomba niwaulize, hebu watupe tafsiri fasaha ya neno nusura au nusra. Unaposema kwamba ni mwaka wa kuinusuru Zanzibar, ina maana kwamba Zanzibar ina matatizo, kwa hiyo inataka kunusuriwa. Kwa hiyo hebu naomba watu waambie ni shida gani iliyopo ndani ya Zanzibar ambayo Zanzibar kwamba inataka ifanyiwe nusra. Zanzibar imetawala amani chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Hassan. Zanzibar imesheheni maendeleo ambayo sijawahi kuona toka nifumbue jicho langu chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Zanzibar yetu ina umoja na mapenzi na
Hussein Ali Mwinyi. Kwa maana hiyo mnaposema mnakuja kuinusuru Zanzibar ambayo ina amani, ina maana mnakwenda negative ya amani. Hamutaki amani, ndio maana yake, si ndio? Mnakuja kuinusuru Zanzibar ambayo ina maendeleo. Ina maana nyinyi hamyataki haya yanaendelea yanaonekana ndani ya Zanzibar. Mna shida kidogo. Naomba rudini sana wasomi nyie, mtupe definition halisi ya kuinusuru Zanzibar. Kwa sababu vinginevyo tunaenda kuwatafsiri kwamba nyinyi mnataka kuvuruga amani ya nchi hii ambayo imetafutwa kwa gharama kubwa chini ya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Sisi na mwisho naomba kumalizia kwa umuhimu kabla ya kumwombea kura mgombea. Ndugu zangu, mimi nilikuwa ACT. Mwana kindaki wa ACT. Historia yangu na uzawa wangu ni kijana ambaye nimezaliwa katika upinzani. Wazee wangu baba na mama ni mzaliwa wa Mtambo. Na kwa bahati njema sana ni mjukuu wa almarhum Maalim Seif Sharif Hamad. Pale alipolala Maalim Seif, pembeni yake hatua 10 nipo penye kaburi la mamangu. Kwa hiyo naomba mnifahamu kwamba mimi nilikuwa mwana upinzani, mwana harakati wa kweli kutoka chama cha ACT. Nimeamua kujiunga na chama hichi kwa sababu Maalim Seif alikuwa siku zote yeye anahubiri maendeleo, umoja na ustawi wa watu wa Zanzibar. Naomba niwaambie kitu. Niseme siseme? Niseme siseme? Mko tayari? Mko tayari kupokea sio? Okay, tunaendelea. Wakati nikiwa kwenye chama cha upinzani kuanzia CUF mpaka kumalizia ACT, Maalim Seif Mwenyezi Mungu amrehemu, ilikuwa mara nyingi sana anaulizwa swala hili. Maalim Seif, unaelekea kustaafu, umri unasonga mbele, nani anaenda kuwa mrithi wako? Maalim Seif alikuwa anasema atakuja tu. Alikuwa anasema hivyo. Ndugu zangu, Maalim Seif alikuwa na sifa moja kubwa sana ya kumjua mwanachama wake, kiongozi wake, hata yule wa ngazi ya chini kabisa. Kwa hiyo nilichotaka kusema, alikuwa anamfahamu Ismail Jusaladu vizuri sana. Alikuwa anamfahamu Mheshimiwa Nasr Ahmed Mazrui vizuri sana. Alikuwa anamfahamu Babu Juma Huduni vizuri sana. Alikuwa anamfahamu Mheshimiwa Dimani na wengine wengi katika chama kile ambao walikuwa ni waasisi mpaka kufikia umauti. Lakini hakuwa hipo hata siku moja wakati akiulizwa swala hilo katika nyakati tofauti kusema kwamba fulani anaweza kuwa mrithi wangu. Hicho kitu hakukifanya, na hakukifanya kwa sababu ilikuwa hakuna ambaye anaweza kuvaa hata kiatu chake robo ya kiatu husika. Lakini cha ajabu kikubwa sana, kabla ya umauti wake Maalim Seif Sharif Hamad alituambia neno, Wazanzibari, nitikieni kama anavyonitikia ACT. Nikisema Wazanzibari na maana kwa maana mwamke, sawa? Wazanzibari, Wazanzibari, Wazanzibari. Dr. Mwinyi mingapi? Ndugu zangu, niwaambie, Maalim Seif alituonesha mrithi wake akiwa ndani ya CCM, na si mwingine ni Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Na aliyazungumza hayo kupitia hotuba zake
lakini hata nikiondoka duniani kesho sina shaka na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Hii ni kauli tosha, hii ni kauli thabiti ya mwanasiasa nguli ambaye alitumia indirect speech kutuambia kwamba mrithi wake ni Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Na mimi nimeathibitisha hayo kwa sababu ya matendo mema anayoyafanya Dr. Hussein ambayo yanatabishiana kabisa kwa asilimia kubwa na uono na matakwa na ile hisia ya Zanzibar kwa Zanzibari ambayo na Dr. Hussein Mwinyi. Dr. Hussein ametuletea maendeleo. Hakuna aliyekuwa ambaye haoni. Walikuwa hawaoni basi hamsikii. Wengine wako ambao wanakejeli, wanasema ile flyover ni daraja. Mimi nilikuwa nawaambia huyo Maalim Seif ambaye alikuwa na dream ya kusema kwamba Zanzibar ataifanya kuwa Singapore ya Afrika Mashariki. Hivi kweli angeweza kushuka kutoka mbinguni? Angefanya kama ambavyo anafanya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, tusipoteze muda kwa kulishwa siasa chafu za uzawa na propaganda wakati Zanzibar imetulia. Tunataka tufanye uchaguzi huru na wa amani, na inshallah tarehe mosi au kabla ya tarehe mosi Novemba tunamwapisha jemedari wa Wazanzibari, kipenzi cha Wazanzibari, mapendekezo ya Wazanzibari ni Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. CCM oye! Vijana mpo! Akina mama mko tayari kwa uchaguzi? Sijawaona akina mama mko tayari kwa uchaguzi? Mnaniangusha akina mama mko tayari kwa uchaguzi? Dr. Hussein mingapi? Dr. Hussein mingapi? Mitano tena na tena biidhnillah. Mwisho kabisa, kwa sababu ya muda, naomba nichukue fursa hii kumwombea kura Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayekuja, ambaye ni mama yetu kipenzi cha Watanzania na matumaini ya wanyonge, Mama Samia Suluhu Hassan. Mtampa kura? Hebu nyanyeni mikono nione kama kweli mtamchagua. Asanteni sana. Lakini vile naomba nichukue nafasi hii kumwombea kura kipenzi cha Wazanzibari, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Ndugu zangu, mtamchagua? Naomba pia nichukue fursa ya kuwaombea kura wabunge na wawakilishi na madiwani wa chama cha CCM popote pale walipo. Lakini pia bila ya kusahau nyumbani, jimbo langu ni jimbo la Mtoni. Nawaombea kura, namwombea kura mbunge, namwombea kura mwakilishi wa jimbo la Mtoni pamoja na madiwani wetu wa jimbo la Mtoni.